Mambo ya Kanairo ama mambo ya Nairobi, nakwambia Nairobi wana maneno mengi sana. Wanaita Kanairo, Kanairo City. Hey. Bwana Mle, umewahi kutembelewa na wageni? Nimekuuliza. Nishatembelewa mara nyingi Yes. Na wageni ambao wanakutembelea pale mara nyingi huwa wanauliza kama wanaweza kula kitu. Yes. Na wakati mwingine pia labda huwa wanajaribu tu. Haimaanishi kwamba unataka wakule, lakini unasema utakula kitu. Ndio asikuone kama wewe ni mchoyo. Wengine nao huwa ukiwaambia utakula kitu, mara moja wanasema ndio nitakula. Na ulikuwa unamjaribu tu. Yes. Nakubali. Ako free. Yes. Wengine nao wanasita kidogo waone kama hiyo kitu iko. Wanasema nimeshiba kidogo, but I can just taste. Naweza onja kidogo. Ukimletea sahani anamaliza yote. Nani ya kuonja? Na amesema nataka kuonja. Ati wacha tu nionje basi. Na mambo kama hayo. Sasa kuna tukio fulani lifanyikia jamaa hapa Nairobi tu, hapa maeneo ya Kariobangi. Jamaa alikuwa ametembelea rafiki yake moja pale, na kufika pale nyumbani hapa Kariobangi akapata mtoto. Ndiye yuko pale nyumbani. Mama sijui alikuwa ameondoka, na baba pia huyo rafiki yake alikuwa ameondoka pia. Sasa kauliza mtoto, wewe mtoto, mama yuko wapi? Akasema mama ameondoka, ameenda kuanua nguo kule nje. Na baba yuko wapi? Baba naye alikuwa ameenda kazi, hajarejea. Sasa yule jamaa amerelax pale, akitarajia kwamba huenda labda mzee atarudi, ama labda mama ataingia pale nyumbani. Na huyu jamaa, kwa sababu ni jamaa ambaye pia anapenda mlo kama mwenzangu Bwana Mle, yule mtoto akapendekeza, ati na utakunywa nini? Jamaa akasema chochote ambacho iko mimi nitakunywa. Tuko na uji. Yule jamaa akasema, nipe tu hata hiyo uji, nipe tu. Yule mtoto akaenda akachota uji, akampatia. Jamaa akavuruta uji, akavuruta uji, akamaliza. Si anatulia anangojea mama ingie pale nyumbani, na ama mzee pia ingie pale nyumbani anangojea. Na kwa sababu ya ulafi yake, yeye bado akaitisha uji nyingine, akamwambia mtoto, ambia mtoto, kuna ile imebaki. Ile mtoto akasema, iko nyingi sana.